Hadithi isiyoambiwa ya jinsi ndoa ya Rais Daniel Moi ilivyomalizika kwa utata. Daniel Arap Moi, rais wa zamani wa Kenya, alijulikana si tu kwa nafasi yake ya kisiasa, bali pia kwa maisha yake ya kibinafsi yaliyojaa changamoto na utata. Miongoni mwa mambo yasiyojulikana kwa wengi ni ndoa yake ya kwanza na marehemu Lena Tungo Moi. Ndoa yao, ingawa ilianza kwa furaha, ilishuhudia mzozo mkubwa uliopelekea kuachana kwao, jambo lililokuwa la kuvutia sana kwa umma wa Kenya. Maisha ya mapema ya Daniel Moi na Lena. Daniel Moi alizaliwa mwaka 1924. Wakiwa vijana, Daniel na Lena walikutana wakiwa walimu. Wote walikuwa na ndoto za maisha bora na walishirikiana katika kazi ya kufundisha. Walifunga ndoa mwaka 1950 katika misheni ya African Inland Church iliyoko Eldama Ravine. Kabla ya ndoa hiyo, Daniel alilipa dowry ya ng'ombe wawili, ng'ombe mmoja mkubwa na kondoo 4 kwa familia ya Lena, jambo lilikuwa kawaida katika tamaduni za Kalenjin na Kalenjin Luhya kwa wakati huo. Wakiwa Tambach, Lena aliacha kazi yake ya kufundisha na akageukia familia, akijitahidi kutoa malezi bora kwa watoto wao. Waliwajaliwa watoto wawili wa kwanza, Jennifer mwaka 1952 na Jonathan Kipkemboi mwaka 1953. Hali hii ilionyesha mwanzo wa ndoa yenye amani na ushirikiano, huku Daniel akijishughulisha na kazi yake ya utumishi wa umma na maisha ya kijijini. Kuingia kwenye siasa na changamoto za ndoa. Katika miaka ya 60 na mapema ya 70, Daniel Moi alipandishwa hadi nafasi ya makamu wa rais wa Kenya. Wakati huo familia yake ilianza kuonekana hadharani zaidi. Lena, ingawa alijaribu kuzingatia familia, alikumbana na changamoto kubwa kutokana na shinikizo la umaarufu na majukumu ya kisiasa ya Daniel. Majukumu makubwa ya kisiasa yalipunguza muda ambao Moi alikuwa na familia yake. Hii ilisababisha kutoelewana kati yao na kutokuwepo kwa faraja ya kifamilia. Shinikizo hili la kisiasa, pamoja na kutoelewana kwa maadili na imani, lilianza kuibua mvutano wa ndani ya ndoa yao. Tukio la ngoma ya chakula cha jioni mwaka 1994, ndoa yao ilishuhudia tukio lililopelekea kuanguka kwake. Hafla ya ngoma ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na Rift Valley Technical College, ambapo Rais Jomo Kenyatta alikuwa mgeni rasmi, iliathiri uhusiano wao. Hadithi inasema kuwa Moi alicheza na Mama Ngina Kenyatta, wake wa rais, wakati Lena alitarajiwa kucheza na Rais Kenyatta. Hata hivyo, Lena akiwa Mkristo thabiti, alikataa kucheza ngoma, akisema kuwa kucheza ni dhambi. Tukio hili lilileta aibu kubwa kwa Moi hadharani, akihisi kuwa mke wake alimdhalilisha. Baada ya tukio hili, Lena alihamia Baringo kuishi maisha ya utulivu mbali na machungu ya hadharani. Ndoa yao rasmi ilimalizika mwaka 1999, miaka 9 baada ya tukio la ngoma. Watoto na familia. Wakati ndoa yao ilipomfikia mwisho, walikuwa na watoto 7 pamoja: Jennifer, Jonathan, Raymond, Philip, Doris, John Mark, Gideon na binti wa kupokea June. Watoto hawa walikuwa chini ya malezi ya Lena, waliishi maisha ya utulivu, huku Daniel Moi akiendelea na siasa zake. Moi katika kitabu chake alikiri kuwa hakupata furaha nyingi kutoka kwa familia yake. Alieleza kwamba alihisi kukatishwa tamaa kwa sababu baadhi ya watoto wake hawakuwahi kuonekana hadharani kumpa moyo wakati alikuwa rais. Hii ilionyesha kuwa Moi alikuwa mtu peke yake, licha ya kuwa karibu na watu wengi. Mchango wa imani ya Lena. Imani ya Kikristo ya Lena ilikuwa sababu kubwa katika kuishia kwa ndoa yao. Lena aliamini kuwa kucheza ngoma ni dhambi, jambo ambalo lilimfanya kutozidi kushirikiana na Moi katika hafla ya ngoma ya chakula cha jioni. Kutokubaliana kwa imani katika matukio ya kijamii kulisababisha Moi kuhisi aibu na kuchukua uamuzi wa kutoendelea na ndoa hiyo. Hii ilionyesha jinsi imani ya mtu binafsi inaweza kuathiri ndoa, hasa pale ambapo mmoja wa wake ni kiongozi wa kisiasa. Hali hii ilionyesha tofauti ya maadili na mitazamo kati ya wake na hatimaye ilipelekea kuachana. Maisha baada ya kuachana. Baada ya kuachana, Lena aliishi maisha ya faragha Baringo, akiepuka vyombo vya habari na maisha ya kisiasa. Alikuwa mbali na umma hadi alipofariki mwaka 2004. Moi, kwa upande mwingine, aliendelea kuongoza Kenya hadi kustaafu, akijenga uhusiano na wake wengine waliojiunga naye baadaye. Kuachana huku kulionyesha jinsi maisha ya kisiasa na shinikizo la umaarufu vinaweza kuingilia kati maisha ya kibinafsi ya viongozi. Familia za viongozi wa kisiasa mara nyingi hukumbana na changamoto hizi, na hadithi ya Moi na Lena ni mfano wa wazi. Madhara kwa familia. Ndoa ya Moi na Lena, ingawa ilianza kwa furaha, ilikumbana na changamoto zisizoweza kutatuliwa.
Watoto waliathiriwa kwa kuwa walitengana na baba yao katika wakati mgumu wa maisha ya kisiasa. Hii pia ilionyesha jinsi shinikizo la kisiasa na majukumu ya taifa yanavyoweza kuathiri ndoa na familia. Watoto waliendelea kuwa sehemu ya historia ya taifa, huku Moi akiendelea na siasa zake na maisha mapya ya kifamilia. Hadithi hii inatufundisha kuhusu changamoto za maisha ya kibinafsi ya viongozi wa kisiasa ambazo mara nyingi hazijulikani kwa umma. Hitimisho, hadithi ya ndoa ya Daniel Moi na Lena Moi ni mfano wa changamoto za familia za viongozi wa kisiasa. Kutoka kwa shinikizo la umaarufu, majukumu makubwa, tofauti za imani, hadi tukio moja la ngoma lililobadilisha maisha yao. Historia hii inatufundisha kuhusu jinsi maisha ya kisiasa yanavyoweza kuingilia kati maisha ya kibinafsi. Ndoa yao, ingawa ilianza kwa furaha na maelewano, ilikumbana na changamoto zisizoweza kutatuliwa hadharani. Hatimaye ikalazimika kuisha kwa utata. Watoto wao waliendelea kuwa sehemu ya historia ya taifa, huku Moi akiendelea na siasa zake hadi mwisho wa maisha yake. Hadithi hii inatufundisha umuhimu wa kuelewa maisha ya kibinafsi ya viongozi na changamoto wanazokabiliana nazo, mara nyingi bila watu wengi kujua.